Ilikuwa mwaka wa 2015 kabla ya uchaguzi. 2015 pale kabla ya uchaguzi nilizungumza nikasema hivi walipouona uzalendo wa Yesu Kristo wa kufa msalabani, mitume nao walikuwa tayari kufa kwa sababu ya imani yao. Halafu nikasema hivi, uzalendo usipokuwepo ndani ya mkuu wa nchi, hauwezi ukaonekana katika viongozi wengine. Alafu nikasema hivi, na nchi yeyote inayoukataa uzalendo, nchi hiyo inaelekea kwenye shimo la uharibifu. Unisikilize. Unajua unatafakari na unawaza na hasa statement za viongozi. Kwa mfano kipindi kile Mheshimiwa Rais huyu wa awamu ya 5 Mheshimiwa John Pombe Magufuli alipoingia tu mwanzoni pale, ukisikiliza zile speech zake nyingi, ilikuwa ni kutuelimisha, kutuambia jinsi ambavyo nchi yetu imekuwa ikiibiwa, na kwamba kuna watu wachache walifanya nchi yetu kuwa kama shamba la bibi. Haya ni maneno ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa akizungumza sana. Kwa hiyo unauona moyo wake kwamba hii nchi imeibiwa sana. Nazungumza haya kwa kumaanisha kitu gani? Hii nimesikia tu siku mbili hivi zimepita sasa. Watu wanaenda kuchora twiga kwenye ndege na kuchora ramani ya nchi yetu pale, na kuandika yale maandishi yale ya Air Tanzania. Alafu nasikia Mheshimiwa Rais anavyozungumza pesa ambazo watu wanalipwa. Unajua inasikitisha sana. Yaani inasikitisha mpaka inaumiza. Lakini Mheshimiwa Rais akaamua hapana, hiyo kazi isiende. Watu wameshalipwa tayari, lakini akasema isiende. Alafu kazi ikafanyika nchini kwa bei ya chini kabisa. Hasa unashangaa, hivi hawa walio katika nafasi hawawezi wakajua kile ambacho kimo ndani ya moyo wa rais, kujaribu kuokoa pesa katika nchi? Hasa inawezekana vipi wakaendeleza mawazo yale yaliyokuwepo kule nyuma? Unajua nchi yetu kwa miaka mingi sana nchi yetu watu walifikia katika pointi ambapo walikuwa wanapata mali kwa njia za ujanja. Sasa uwezi ukaifanya nchi ikastawi kwa muda mrefu kwa ujanja. Ili nchi iweze kustawi ni lazima watu waweze kupata vipato vyao kwa kazi halali. Yaani kila mtu katika nafasi yake lazima afanye kazi halali ili kupata pesa. Lakini dhana hiyo au wazo hilo la kufanya kazi halali kupata pesa katika nchi yetu kwa zaidi ya miaka kama 35 iliyopita lilikwisha kupotea. Na kwa hiyo ujanja ulikuwa ni mwingi sana. Sasa kubadilisha wazo lile, nataka nikwambie haitakuwa jambo jepesi. Leo hii katika awamu ya 5 kuna watu ambao unaweza ukadhania wamebadilika. Hawajabadilika. Na hivi niongee na Mheshimiwa Rais, usidhanie kwamba kuna watu wote wamebadilika. Kuna wengine katika nafasi zao, yani hivi wamekunja makucha tu hivi. Wamekunja makucha hivi. Wanasubiria kuona kifuatacho. Lakini ubaya katika mioyo yao uko pale. Yani ule wizi ule uko pale. Lakini kwa sababu wamebanwa, ndio maana wametulia hivi. Lakini sio wametulia, wameficha makucha, wakiwa natumaini kwamba yawezekana mambo yakabadilika mbele ya safari. Kuleta mageuzi, kuleta change katika nchi, haiwezi kutokea ile substantial change kwa miaka 3, 4, 5. Haiwezekani. Yani ili kuweza kupata ile change ambayo ni durable, practical, substantial, change ambayo ni ya ukweli, yani ikipungua sana ni miaka 10, lakini sana miaka 20, ndipo unakuta kabisa kwamba change imetokea katika nchi. Hata unasikia kuna watu wanawahi kazini, unasikia sijui kuna watu wanafanya hivi, kuna wengine wanaogopa tu, lakini hawafanyi kutoka ndani ya moyo.
Inafika wakati mtu anafanya kitu kutoka katika moyo. Kuna mataifa ambayo wanafanya mambo kutoka katika moyo. Yaani unakuta mtu akishapewa nafasi ya kazi hayuko tayari kusimamiwa tena, kwa sababu anajua jukumu au majukumu yake, na kwa hiyo anafanya kutoka katika moyo kwa kupenda mwenyewe. Nchi yetu haiko hivyo. Utakuta wanaangalizia tu, sio kwamba eti wamekwisha, yani wameshakamata. No, hakuna change ya miaka 3 au miaka 4. Haiwezekani. Ndio sababu unakuta sasa mfano hivi mheshimiwa rais anasema hivi, lakini watu bado wanafikiria kuiba. Yani watu bado wanafikiria kuiba, kwa sababu a change will take some time. Inachukua muda. Kama nilivyosema 20 years ndio ile change kabisa. Unaona katika nchi change imekamata miaka 20. Lakini miaka 3, 4, 5, 6 hivi hakuna change hapo. Kuna watu wana uwezo wa kujibana, kutulia, wakisubiria mambo yatakavyokwenda mbele safari. Wakiwa na matumaini kwa mambo yatabadilika, yarejee kule kule ambako watu walikuwa wamezoea. Wafanyakazi wengi mlikuwa mnaiba tu. Maana hata ukiambiwa haya majumba uliojenga umejengaje, uweze kutoa mahesabu. Uwezi kuelezea kama ulifanyaje ukanua viwanja 20 hivi, ulifanyaje? Uwezi kutoa maelezo. Lakini wengi wizi tu. Kuongeza 00 kule wapi mbele safari. Wizi mkubwa. Sasa uwezi kujenga nchi kwa wizi, haiwezekani. Uchumi wa nchi hauwezi kujengwa kwa wizi. Ndio sababu kuna watu wengi ukiwafuata ambao wanaonekana wamefanikiwa. Muulize umefanikiwaje? Ulifanya vipi na mimi niweze kuiga nifanikiwe kama wewe? Hana maelezo. Kwa sababu atakwambiaje kwamba 00 alikuwa anaongeza? Sio mafanikio. Ndio sababu ni muhimu sana wale mlio katika nafasi za uongozi, lazima kuwa serious. Kama tunataka kubadilisha nchi ingie kwenye mfumo wa uhakika, ni lazima kubadilisha mawazo. Lakini hii kusubiria na kuendelea na mawazo yale, haiwezekani nchi ikasonga mbele. Kwa hiyo lazima tubadilike. Na mimi nikuombe mheshimiwa rais, lazima uongeze ukali. Kuna wakati mwingine mheshimiwa rais unakuwa na ule yani una zile huruma zile za Kisukuma zile. Zile za Kisukuma zile. Zile zinatakiwa ifike point mheshimiwa rais unabadilika. Sasa watu wanapeana hela. Wengine wanapanda ndege mle air hostess wanaenda kule. Wanaenda kufanyaje kwenye ndege inaenda garage. Inabidi mheshimiwa rais sometime inabidi uwe mkali. Uongeze ule upendo na ule huruma zile za Kisukuma zile inabidi zichange. Kabisa kama uko serious kusababisha change katika nchi, na mimi najua uko serious, lazima kuongeza ukali. Na ukali huu lazima uwe ukali continua. Lazima uendelee. Kwa sababu kuna watu wengine ili wabadilike, ni lazima wajue kabisa kwamba jamani mkali ndio vitu vinabadilika. Kuna watu wanataka kutikisa kiberiti hivi, na wanakuwa mkali kabisa. Lakini zile huruma zile za kwenye Shikome, Shikome hena holo, yani tunazungumza kwa mambo. Hii sio mambo ya Shikome, ni kuwa serious. Serious. Wewe watu wanakwenda milioni 100 kitu, 100 ngapi, 300 sijui huko. Wataka zipotee tu katika nchi. Wakati kumbe kazi ingeweza kutumia milioni 10 tu, kazi ikafanyika vizuri na kwa haraka na ikaisha. Lakini watu walikaa wanatafuta dili. Sasa mheshimiwa rais, mimi nakupa kaushauri. Kaushauri tu kwamba kaukali kaongezeke kidogo. Kaongeze kaukali. Yani kwa sababu kuna watu katika fikra zao walishazoea wizi. Na tuwezi kuonelea katika nchi na wizi. Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo kale kaukali kaongezeke. Change inachukua muda. Unafanya vizuri. Sasa lazima ukanyagie hapo. Umeokoa hela nyingi sana hapo. Na mimi nakupongeza kwa hilo. Na mimi sipongezagi bila sababu. Nikipongeza najua kuna point. Yani hapo nakupa tiki. Hapo ni tiki kubwa. Na sio hivyo tu, we are just praying for you. So that the wisdom of God will continue resting upon you. So whatever you say, whatever you do, iweze kumpendeza Mungu. Sasa wakati mwingine vitu vinavyompendeza Mungu, wanadamu huko wanakasirika. Lakini tunaambiwa kwamba njia za wanadamu zikimpendeza Mungu, Mungu anampatanisha mtu huyo na maadui zake. Nako kesha lulu.
Asi wa Tanzania niandikie basi kama mnasikia raha. Naitwa Mzee Fumba Macho, kazi yangu ndo kama hivyo katika kona mbalimbali. Muache wizi, hii sio nchi ya kuzidi kuibiwa. Hii sio shamba la bibi. Una wakati wa kazi, wakati wa viwanda. Niandikie pepere basi, naitwa Fumbua Macho leo @gmail.com. Bye bye.